lakini alitoka hapo kama amebarikiwa. Lakini nimekuambia uzuri, hakuwa anajua kanisa, lakini saa hii hapo kanisani. Na wale watu waliomshika mkono, hata mchungaji wake alisimama na akasema, ule wema huyo ndugu ametenda katika madhabahu ya Mungu, ndio wema amefika katika ile mboma na kuvuna. Kwa hivyo wapendwa, kuna hali ya kujitolea. Na kile ambacho nitasema asubuhi njema leo ni kana kwamba sana sana sisi ambao tumeokoka tunafika mahali tunazoea. Na wakati ambao tunazoea tunaona mipango hii iko mikononi mwetu, haiko mikononi mwa Mungu. Ushauri wangu siku hii ya leo, badilika, nami nibadilike, tumtafute Mungu. Tukimtafuta Mungu, kunayo mambo ambao tutakuwa tunayatenda katika wema wake yasiyojulikana na mwanadamu, lakini mambo haya yatafikia kulipa. Mambo haya yatafikia kubariki. Mambo haya yatafikia kuleta mema na ushuhuda ambao ni wa Mungu. Katika ulimwengu wa roho, ripoti ni kana kwamba Mungu anatenda yasiyofikiriwa na wanadamu, yasiyopangwa na wanadamu. Yeye anatenda hayo, lakini tuliyoyapanga katika maisha yetu hawezi yakatendeka. Yaliyo katika akili zetu, juhudi zetu ni bure mbele za macho ya Bwana. Kile ambacho anahitaji ni kama yale ambao walitendea kina Petro wakati ambao walikuwa baharini. Akawaambia, wacheni haya mambo yote na mpate kunifuata. Sio kana kwamba aliwanyima kazi, lakini alikuwa anahitaji kuwabadilishia historia ya imani ili wakapate kumwamini na kujua na kuelewa kana kwamba kila jambo ambalo haliwezekani kwa wanadamu, kwake yeye mwenyewe inawezekana. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo chukua hatua ya imani. Amini huyu Mungu zaidi ya vile ambavyo ulimwamini jana, zaidi ya vile ambavyo ulimtumikia jana, zaidi ya vile ambavyo ulikuwa unamwazia jana, ili naye atakuinua. Wacha kuzoea. Amua roho ya Mungu anene nawe dakika kwenda ile ingine. Amua katika unyenyekevu. Amua katika maandiko vile ambavyo yanavyosema. Na hivyo ndivyo tutakavyoinuliwa. Hivyo ndivyo tutakavyofanikiwa. Hivyo ndivyo mipango aliyotupangia tangia utotoni, kwa sababu anayo mikononi mwake. Haya mambo ambayo tunajishughulisha nayo hayatatufaa na hayatakuwa na faida. Na ndio nimekuambia, katika safari yoyote tunafika mahali tunazoea na tunageuka. Tunakuwa vile ambavyo tulivyokuwa wakati ule, ndivyo tulivyo katika hali ambayo ni ya kiungu. Lakini tukijua Mungu ni nani na ametutoa wapi na tunamtumikia tukielekea wapi, yeye mwenyewe atasimama nasi na yeye mwenyewe atatutangulia. Haya maandiko yanasema, nikiyasoma 25:14, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri. Aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uweza wake. Akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema, mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu,
wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaongopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu hatapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. 31. Hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, ulithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula; nalikuwa na kiu, mkaninywesha; nalikuwa mgeni, mkanikaribisha; nalikuwa uchi, mkanivika; nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama; nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadiri mlivyotendea mojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, muende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa, msinipe chakula; nalikuwa na kiu, msininyweshe; nalikuwa mgeni, msinikaribishe; nalikuwa uchi, msinivike; nalikuwa mgonjwa na kifungoni, msije kunitazama. Ndipo wao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu, au mgeni, au uchi, au mgonjwa, au kifungoni, tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, amini nawaambia, kadiri msivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Bwana apewe sifa. Hii ni safari tu ambayo tuko kwa muda, na tukiwa tuko kwa muda, lazima niangalie vile nitakavyosafiri. Lazima uangalie vile utakavyosafiri, sababu ina mwisho. Hii wiki naenda kupumzisha hati yangu, bado hata mimi nitafikia kupumzishwa, wewe pia utafikia kupumzishwa. Wakati ambao nitapumzika, wakati ambao yeye amepumzika, wapi ameenda? Kuna watu watalia wakati ambao wataenda pale,
Kuna watu watajiuliza maswali, kuna watu watahuzunika katika mioyo yao, lakini baada ya kutoka hapo kitambo ifike saa 3 watakuwa wamerudia maisha ya kawaida. Si mapenzi yake kulazwa katika mchanga, si mapenzi yake kuwa siku yake imefika, lakini ni mapenzi aliye juu. Mimi na wewe kuna siku tutaonekana. Hizi nguvu ambazo tuko nazo ni bure, mambo tunayojipangia ni bure. Huyu alikuwa tu amekaa kwa kiti, hakuwa mgonjwa, aliamuka vyema, lakini ikafika tu masaa akastuka na akaanguka chini. Wakakusanyika pale, wakachukua gari wakukimbiza hospitalini, mahali ambao imani zao zilikuwa zinajua kana kwamba atapata matibabu. Aliaga akiwa kwa njia. Pala ya hospitali walimpeleka mochari, sababu tangu mwanzo wa kuumbwa kwake na kuzaliwa kwake Mungu alimpangia ataishi hivyo na ataisha hivyo. Mimi na wewe tumepangiwa nini? Hapa kuna mambo ambayo wenye haki wanauliza, na hapa kuna mambo ambayo wenye dhambi wanauliza. Ni nini Bwana ulipokuona ukiwa katika hali hizi na hatukutoa msaada kwako? Ni lini Bwana ulipokuona ukiwa katika hali hizi na tulitoa msaada kwako? Wema usiojua kana kwamba umeutenda. Confirmation iko mbinguni, na ikiwa iko mbinguni, malipo anayajua yeye mwenyewe. Wakati ambao tunajivuta, wakati ambao tunaona ni kana kwamba hakuna chochote ambacho kinatostahili katika safari na katika kumtumikia Mungu katika bidii, hapo ndipo Mungu anapoghadhabika. Lakini tunabaki kusema kana kwamba nimeokoka, tunabaki kusema kana kwamba niko katika safari, lakini inafaa kuangalia kana kwamba vile ambavyo ninastahili kutenda kazi hii ndivyo ninavyoitenda, vile ambavyo ninavyostahili kujitolea ndivyo ninavyojitolea, vile ambavyo ninastahili kutembea ndivyo ninavyojitolea, vile ninavyostahili kuongea ndivyo ninavyoongea, vile ninavyostahili kutenda hivyo ndivyo ninavyotenda, sababu aliyemhukumu wa walio hai na waliokufa ananiangalia na anakuangalia. Nyakati hizi za mwisho, wapendwa, ni nyakati ambazo zitakuwa na machozi. Kama nitajua nitalia mbele zake nikiuliza ni kazi gani nilikuwa nafanya ndiposa nisiingie, nitaacha hii kazi na nitakaa ningojee hiyo kilio. Nitangojea tu, sababu Roho Mtakatifu yuko kwa ajili ya kunielezea ukweli, maandiko yako kwa ajili ya kunielezea ukweli. Na kama sitafikia kuyafuata, na kama nitashughulikia mambo haya ambayo ni ya ulimwengu, hayatanifaa kitu mpendwa, hayatanifaa kitu. Maisha tulio nayo ni ya muda. Miaka 70 ukikaa sana na unaondoka, kuna maisha ya milele na milele, na kinachodumu ndicho tunachostahili kutafuta. Hiki cha muda hakina maana. Tuache kushughulikia ulimwengu huu. Hatujui mahali ambayo tutapatikania, wapendwa. Waza mambo na Mungu, nenda katika ibada za Mungu zinazoamriwa, sababu ibada hizi zimeandikwa mbinguni. Hizi ibada zimeandikwa mbinguni. Hiyo ni ushirika umeandikwa mbinguni, wapendwa. Hiyo ni kesha imeandikwa mbinguni. Hiyo ni wapi imeandikwa mbinguni. Hivyo nitakavyotembea na vile nitakavyoisikiza, hivyo ndivyo utakavyokuwa juu mbinguni. Shughuli hizi za maisha haya zitanifaidi. Ningefurahia sana kukuona unahudhuria hizi ibada. Ningekuombea sana kushikamana na Mungu wakati ambao unaona unatia bidii. Mungu angeondoa majaribu yote, angeondoa magonjwa yote, angeondoa uzito wote, ili upate nafasi ambayo ni ya kumtumikia, upate nafasi ambayo ni ya kukamilika mbele zake. Bwana sifa. Unajua siri hii inajulikana na yeye. Kuna mahali ambao hutajulikana, lakini Mungu atakujua. Kuna mahali ambao hutapendwa, lakini Mungu atakupenda. Halo? Jana ningekuwa najulikana mimi ni nani, acha niseme hivyo. Kuna mtu angeinukia kiti na
niambie kaa hapa, lakini kutoka Kabanas nilisimama mpaka Masimba sababu ya kukuwa na gari. Jioni nikirudi nikapata tu private car, nikalipia pesa ambayo sikuwa nadhani kama nitalipa hiyo pesa. Halafu ya ile ambayo nililipa kwenda jioni nilikuwa nayo, kuna gari ilikuwa pale, ananiambia zitukimbie twende tupande ile gari. Wacha niwaambie Mungu kuna vile anavyotumika. Nikamwambia hapana, hii viatu yangu iko na vumbi, wacha niipanguze hiyo gari iende safari yake, tutasafiri na ile ambayo Mungu amepanga. Wakati nilipomaliza kupanguza viatu, hiyo gari ikasimama. Akaniuliza mnaenda wapi? Hata hatukupangia hiyo fare. Huyo dereva alisema nipatieni hii kiasi tuende niwafikishe mahali mnaelekea. Hata sisi hatukumwambia punguza, sababu hata haikuwa ya kupunguzwa. Utatembea na Mungu kwa sababu unaye. Utatembea na Mungu kwa sababu anakujua. Utatembea na Mungu kwa sababu anakuelewa. Lakini wakati ambao tunaenda pale nje, hatunafanyika kama mwanadamu ambaye ni wa kawaida, mambo yatatendeka tofauti na vile ambavyo Mungu anahitaji. Ushauri wangu wa siku ya leo, amua katika moyo wako, lakini ambacho nitakuomba usitazame mwenzako anafanya kazi namna gani. Usitazame mwenzako anaenda namna gani. Titazame wewe pamoja na Mungu. Bwana apewe sifa. Huyu kuna mtu alipewa talanta 5. Maandiko inasema na kwamba bwana wake aliporudi alipata kana kwamba amefanya kazi, akarudisha faida ya zingine 5. Akaambiwa sasa ingia kwa furaha uliowekewa tayari na baba yako. Pia Yesu mababu mazuri. Kuna yule ambaye alikuwa ni wa 2, na kwa sababu kiwango chake cha imani na kile kibali ambacho alipewa ilikuwa cha hiyo 2, yeye alileta zingine 2 zikawa 4. Akaambiwa wewe ni mtumwa mwema, ingia katika furaha uliowekewa tayari na baba yako. Kuna yule ambaye alipewa 1. Tazama vile ambavyo anaongea. Hii moja ikufanya kazi, hii moja haikuwa katika hali ambao ya kufanya faida, lakini anasema na kwamba alienda akafukua chini, na wakati alipofukua chini akaiweka mahali pale, akasema bwana wake anavuna mahali ambao hakupanda, anakusanya mahali ambao hakufanya nini, hakutapanya. Bwana apewe sifa. Yeye anaambiwa namna gani? Wewe ni mtumwa mbaya na mlegevu. Bwana apewe sifa. Akaambiwa anyang'anywe hata ile ambao wako nayo, na atupo katika giza nene. Si atikana kwamba hakuwa na zile talanta ama hakuwa na talanta, alikuwa nayo lakini hakuifanyia kazi. Alikuwa nayo lakini haikurudisha faida. Yeye alichukua tu na akaweka. Wakati alipoweka, maandiko inasema vizuri katika ulimwengu wa roho, inasema katika siku nyingi Bwana akawa amesafiri katika wokovu ulioanza. Katika ile miaka umekaa katika wokovu, talanta hii yako imezaa, ama kuna mahali ambao umeifunika, ili wakati ambao ni wa mwisho ukafikia kuifukua na ukairudishia mwenyewe ili ambavyo alivyokupatia, ama utaifanyia faida, ili wakati utakaposimama mbele zake aione na akafikia kufurahia na akamuite Bwana na akakwambia ingia katika furaha aliyokuwekea tayari. Wengi tumeifunika chini, hatumesema maisha iendelee. Lakini ukijua leo kana kwamba inastahili kuondolewa mahali pale na kufanya kazi, hiyo talanta iko ndani ya moyo wako, hiyo talanta iko kwa hii neno, hiyo talanta iko katika shamba la Bwana ambao sio ya kukalisha chini. Wewe ni kupambana ujue vile ambavyo Mungu anahitaji. Sio wakati unangojea tu siku ya Sabato ufike kanisani kwa sababu ni siku ya Sabato. Hapana, uliza Mungu, kazi ulionipea ni kazi ya aina gani, ili nitapata faida nyakati ambazo ni za mwisho. Hapa kuna hali mbili ambao nimekwambia siku hii leo asubuhi. Kuna wale ambao walisema ni lini kukuona ukiwa katika haya majukumu ya shida, lakini hata kukusaidia. Ni lini tulipokuona ukiwa na hizi mahitaji ambapo sisi tuliingilia kati na tukafikia kutenda. Ni wakati ambao utajua na kwamba neno hili linakuhitaji, na kwamba kazi hii inakuhitaji, na kwamba nyumba hii inakuhitaji, na kwamba safari hii unahitajika ufungue mtu mahali pale nje, kwa sababu una talanta. Unahitajika
wafanye kazi, kwa sababu kuna talanta inahitajika iwe na faida. Lakini mimi na wewe wakati tutakaposimama mbele zake, nini ambao tutapeana ili akaseme kweli, katika safari ya shida, katika safari ya jasho, katika safari ya kilio, ili mmefika kwangu na mmefanya kazi iliyo njema. Mimi Bwana sifa. Hauwezi kuwa umebeba mtungi na umeenda pale kwa mto na ule mtungi unarudi nao ukiwa una maji. Haiwezekani. Hizi vitu unaona tunafanyana katika ulimwengu ambao tunaishi ni zile vitu ambazo ni za mbingu. Wakati unapobeba mtungi na kwenda majini, unarudi nyumbani na ule mtungi ukiwa na maji. Moyo wako unatulia, moyo wako unakuwa na amani, kwa sababu yale maji yamepatikana. Lakini enda nao, na wakati ambao umefika mtoni, useme mimi si wa kuchoka, wacha nirudi na mtungi wangu. Ukiwa hauna maji, bado kiu itaendelea kukukula, bado utapata kitu ambacho nitakupika chakula, au utapata kitu ambacho nitakuoga nacho. Lakini wakati ambao umechota yale maji, unajua kuna mpango wa kupika, kuna mpango wa kumaliza kiu, kuna mpango wa kupua, na kuna mpango ambao ni wa kujiosha. Haya mambo hatuyaelewi. Mimi nina huzuni katika moyo wangu kuona ile kazi inayofanyika katika haya madhabahu bila kujitolea. Tumeona safari ni ya kawaida tu. Wakati unapoenda kwa mwili wako unatia bidii ili ulipo mwisho. Lakini je, katika huduma hii kesho naona natangaza kesho tunakuja watu 6. Madharau. Hata nitaifunga na kuanzia hii Friday hatutakuwa hapa kesha. Nitaifunga. Sababu mbingu hakuna kitu ambayo inatambua kana kwamba tunaifanyia. Afadhali kuongea ukweli wapendwa. Sababu ukweli unauma. Imagine baba wako wa kiroho analala